amezuia utumishi ulio ndani ya mgerasi. Biblia inasema alipoondolewa mgerasi yale mapepo akatoka makaburini, Biblia inasema akawa amevaa nguo zake, anamwambia Yesu, tufuatane nawe. Haleluya. Yesu anamwambia nenda kaitangaze injili huko. Ni kwa sababu ndani yake kulikuwa na utumishi, lakini kabla hajakutana na Yesu alikuwa makaburini. Amen. Yesu asifiwe. Kabla hajakutana na Yesu, mgerasi alikuwa amefungwa na kamba, amezuiliwa mahali anapotakiwa kwenda. Nguvu iliyo ndani ya jina la Yesu inamtoa mgerasi kwenye vifungo, inamtoa mgerasi kwenye makaburi, inamtoa mgerasi katika mashimo. Haleluya. Umezuiliwa wapi? Umefungwa wapi? Leo umekutana na jina la Yesu. Kuna mahali Yesu anakupeleka. Weka imani katika jina lake. Amini tu. Kuna mahali anakupeleka. Weka imani. Tulia mahali ulipo. Upo katika darasa. Anaondoa kinachozuia, anakupeleka kwenye hatima yako. Imani katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, tumishi wa Bwana. Haleluya. Kuna kitu Mungu anataka kukifanya ndani yako. Umempokea Yesu leo. Tulia, ongeza imani juu ya jina la Yesu. Haleluya. Ndani ya jina lake ipo nguvu, ndani ya jina lake ipo uweza, ndani ya jina lake ipo nuru ambayo ikiingia ndani yako inaondoa kinachozuia ushindi, inaondoa kinachozuia baraka, inaondoa kinachozuia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie Matendo ya Mitume 14 ule mstari wa 8. Haleluya. Nitasoma. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona tena kiwete ambaye anakutana na mtumishi wa Mungu Paulo. Biblia inasema hajawahi kwenda tangu kuzaliwa kwake, hajawahi kutembea. Lakini Paulo alipomuona yule kiwete, Biblia inasema aliona imani ya kuponywa ndani yake. Yaani yule kiwete ndio alikuwa na imani ya kuponywa. Aliamini, kwanza alimwamini mtumishi wa Mungu, pili aliamini jina linalohubiriwa, jina la Yesu na mtumishi wa Mungu Paulo. Biblia inasema alipomuona akaweka imani ya kuponywa. Unaona nini mtumishi wa Mungu amali hapa? Unapomuona mtumishi wa Mungu Rafael Mwatege, unaona nini? Haleluya. Amembeba Yesu ndani yake kama Paulo alivyombeba Yesu. Paulo anamwambia mtumishi wa Mungu, simama uende. Yule mtumishi anasimama, anapona wote aliokuwa nao. Wewe unaona nini ukimwona mtumishi wa Mungu amembeba Yesu ndani yake? Yesu huyu tunayemhubiri kwa Paulo, ambaye Paulo anasema alimwambia kiwete, simama uende. Imani iliyokuwa ndani ya yule kiwete ndio iliyomnyanyua Paulo. Haleluya. Tunaelewana? Imani iliyo ndani yako ndio itakuvusha. Imani iliyo ndani yako ndio itaondoa kifungo ulicho nacho. Haleluya. Imani iliyo ndani yako, kama imani zilizokuwa ndani za viwete. Walipoona watumishi wa Mungu wakaweka imani. Wewe una imani gani unapoingia mahali hapa? Imani yako ni nini? Je, unakuja kuchunguza, unakuja kujaribu kwamba huku je litatendewa? Hapana, weka imani juu ya jina la Yesu. Ndani ya jina la Yesu ipo nguvu. Unapoamini juu ya jina la Yesu, mtumishi wa Mungu anapokuambia hapa utavuka, uwe na uhakika utavuka, kwa sababu anamuongelea Yesu huyu ambaye Biblia inamweleza ametenda matendo makuu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu huyu ambaye tunamsoma kwenye Biblia amefanya miujiza, amefanya vyote, ni kwa jina lake. Petro anafufua, Petro anaponya.
Imani iliyo ndani yako ndio itakuvusha.